Emmanuel Nchimbi amejiuzulu. Lakini swali langu leo si tu kwa nini amejiuzulu. Fikiria kinachofuata. Rais Samia atamteua makamu mwingine wa rais. Bunge litathibitisha uteuzi huo. Na Tanzania itakuwa na makamu mpya wa rais. Lakini ikiwa uhalali wa uchaguzi uliomweka rais madarakani unatiliwa shaka, na uchaguzi huo ukatoa bunge ambalo uhalali wake pia unatiliwa shaka, je, taasisi hizo mbili zinaweza kutoa uhalali wa makamu mpya kwa kufuata tu utaratibu wa katiba? Na muhimu zaidi, mtu akibadilika madarakani, je, mfumo nao huwa umebadilika? Naitwa Rungwe Mtete. Hii ni Elimu Raia. Lengo letu hapa si kukuambia uamini nini. Tunachofanya ni kuchukua dhana muhimu za sayansi ya siasa, kuzifafanua kwa Kiswahili rahisi na kukupa msingi wa kujenga maoni yako mwenyewe. Na leo tutatumia tukio hili la kujiuzulu kwa Emmanuel Nchimbi kuchunguza jambo muhimu sana. Tofauti kati ya kubadilika kwa watu wenye madaraka na kubadilika kwa mfumo wenyewe wa madaraka. Lakini kwanza tutenganishe tunachojua na tusichokijua. Tunajua kwamba Nchimbi ametangaza kuondoka katika nafasi ya makamu wa rais kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Na pia kudai kustaafu siasa na utumishi wa umma. Katika maelezo yake amesema ameridhika kwamba Rais Samia anataka mabadiliko na kwamba alikuwa amemwaahidi rais kuwa wakati atakapotaka makamu mwingine yeye angeondoka. Tunajua pia kwamba kabla ya uamuzi huu Nchimbi amekuwa akitoa kauli ambazo zimezua mijadala mikubwa ya kisiasa. Miongoni mwa hizo kauli ni hivi karibuni kuhusu katiba mpya ambapo aliwataka Watanzania kupigania. Na siku chache kabla ya kujiuzulu kwake, gazeti la Mwanahalisi lilifungiwa kwa miezi 6 baada ya kuchapisha habari iliyodai kwamba Nchimbi alikuwa amekataa wito wa kujiuzulu. Huo ni mfuatano wa matukio, mfululizo wa matukio. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya kusema jambo A lilitokea kabla ya jambo B na kusema jambo A ndilo lilosababisha jambo B. Je, tuna ushahidi unaothibitisha kwamba Nchimbi amejiuzulu kwa sababu alizungumzia katiba mpya? Kwa sasa hatuna. Na hata barua ya Nchimbi kujiuzulu haitupi ushahidi huo. Tunaweza kuuliza, tunaweza kuchunguza na tunaweza kuwa na mashaka. Lakini tusibadilishe mashaka yetu kuwa ukweli bila ushahidi. Mashaka si ushahidi. Sasa ndipo tukio hili linakuwa muhimu zaidi kwa sisi Elimu Raia. Katika vipindi viwili tulivyoviandaa kuhusu uhalali wa serikali, tumekuwa tukijadili tofauti kati ya kuwa na madaraka na kuwa na uhalali wa kutumia madaraka hayo. Na hapa Profesa David Bitham anatupa nyenzo muhimu sana. Katika kuchunguza uhalali wa madaraka, haitoshi kuuliza tu, je, taratibu zimefuatwa? Tunapaswa pia kujiuliza, kanuni zinazotoa madaraka hayo zinaweza kutetewa uhalali wake? Kuna ushahidi wa ridhaa ya wale wanaotawaliwa? Sasa fikiria Tanzania baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025. Uchaguzi huo uliacha nchi ikiwa na maswali makubwa kuhusu uhalali wa kisiasa. Na hapa hatuhitaji kuchagua kati ya simulizi ya CCM na simulizi ya upinzani. Waangalizi wa Umoja wa Afrika walihitimisha kwamba uchaguzi huo haukukidhi kanuni za Umoja wa Afrika na viwango vya kimataifa vya uchaguzi wa kidemokrasia. Walibaini miongoni mwa mambo mengine matatizo katika ushindani wa kisiasa, kuzuiwa kwa baadhi ya waangalizi, kuzimwa kwa internet na hata matukio ya wapiga kura kupewa karatasi zaidi ya moja za kupigia kura na kuziingiza kwenye masanduku ya kura. Pia walitaja mageuzi muhimu ya kikatiba ambayo hayakuwa yamefanyika kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo rais alipoapishwa na bunge jipya lilipoanza kufanya kazi, swali la uhalali halikutoweka hata kidogo. Na hapo ndipo kujiuzulu kwa Nchimbi kunakuwa somo la kuvutia. Nchimbi atakapoondoka kuna utaratibu wa kikatiba wa kujaza nafasi yake. Rais atamteua mtu atakayekuwa makamu wa rais.
na uteuzi huo unahitaji kuthibitishwa na bunge. Kwa upande wa sheria, hilo linaweza kuwa jambo la kawaida kabisa. Rais atateua, anateua, bunge linathibitisha, makamu mpya anapatikana. Lakini sasa tuvae miwani ya sayansi ya siasa kutoka kwa Profesa Bitham. Ikiwa kuna wananchi wanaotilia shaka uhalali wa uchaguzi uliomweka rais madarakani, na uchaguzi huo ukatoa bunge ambalo uhalali wake pia unatiliwa shaka, halafu rais huyo akamteua makamu mpya na bunge hilo likamthibitisha, je, kufuata utaratibu huo kunatosha kumaliza swali la uhalali? Hapa ni muhimu kutenganisha mambo mawili. Sisemi kwamba uteuzi huo hautokuwa halali kisheria, wala sisemi kwamba mtu atakayeteuliwa hatakuwa makamu wa rais. Swali letu ni tofauti. Swali ni kwamba, je, uhalali wa kisheria na uhalali wa kisiasa ni kitu kile kile? Mfumo unaweza kusema rais ana mamlaka ya kuteua. Katiba inaweza kusema bunge lina mamlaka ya kuthibitisha. Na hatua zote zikafuatwa kikamilifu. Lakini bado tunaweza kuuliza, rais mwenyewe alipata madaraka hayo katika mazingira gani? Hilo ni swali muhimu. Bunge lenyewe lilipatikana kupitia mchakato gani? Wananchi walikuwa na uchaguzi halisi? Na je, walishiriki kikamilifu katika uchaguzi huo? Na kuna ushahidi gani wa ridhaa yao kwamba walitoa ridhaa? Kwa hiyo kufuata utaratibu wa kisheria hakumalizi moja kwa moja mjadala kuhusu uhalali wa kisiasa. Tunaposikia katiba imefuatwa, sawa, katiba imefuatwa, lakini katika mjadala wa uhalali, hilo ni jibu la swali moja tu. Swali hili moja. Bado tunaweza kuuliza, je, madaraka hayo yanaweza kutetewa uhalali wake? Na yana ushahidi wa ridhaa ya wanaotawaliwa? Sasa tufike kwenye swali gumu zaidi. Je, kuondoka kwa Nchimbi na kuja kwa makamu mwingine kunaweza kuwa sehemu ya mchakato mpana wa serikali kujenga au kuimarisha uhalali wake? Inawezekana watu kuuliza hivyo. Katika sayansi ya siasa kuna tofauti kati ya legitimacy, yaani uhalali, na legitimation, yaani kwa maana ya mchakato wa kujenga, kuimarisha na kutafuta uhalali. Serikali zinaweza kutafuta uhalali kupitia uchaguzi, sheria, utendaji, sera, ishara za mabadiliko au hata kuleta sura mpya katika nafasi muhimu. Kwa hiyo ni halali kabisa kuuliza kama mabadiliko tunayoyaona yanaweza kuwa na mapana zaidi katika swala zima la kisiasa. Angalie kinachotokea. Nani atateuliwa? Bunge litafanya nini? Na ujumbe gani utakaotolewa kwa wananchi? Na zaidi ya yote, je, mfumo wenyewe utabadilika? Katika siku zijazo tunaweza kutumia muda mwingi kujadili Nchimbi, Samia, nani atakuwa makamu mpya, nani ndani ya CCM anamuunga mkono nani ameshinda, nani ameshindwa. Hayo yote yanaweza kuwa muhimu kisiasa. Ni mambo muhimu kisiasa, wala tusikatae. Lakini kuna hatari. Tunaweza kuvutiwa sana na mabadiliko ya watu mpaka tukasahau mabadiliko ya mfumo. Na Tanzania tayari ina historia ya hivi karibuni inaweza kutusaidia kuelewa kwa nini jambo hili ni muhimu. Mwaka 2015 John Pombe Magufuli aliingia madarakani akiwa na ahadi kubwa za kupambana na ufisadi, matumizi mabaya ya fedha za umma na uzembe serikalini. Na katika baadhi ya maeneo alifanya mambo ambayo wananchi wengi waliweza kuyaona moja kwa moja. Alisisitiza nidhamu na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Serikali yake ilisukuma miradi mikubwa ya miundombinu, na kauli mbiu yake ya hapa kazi tu ilimjengea taswira ya kiongozi mwenye maamuzi na anayesukuma mambo yafanyike.
Kwa wananchi wengi hilo lilikuwa jambo la kuvutia sana. Lakini hapa kuna swali moja muhimu la sayansi ya siasa. Nini kinatokea pale ambapo utendaji wa mfumo unamtegemea sana mtu huyu mmoja? Kwa sababu wakati huo mageuzi makubwa ya kitaasisi ambayo yangeweza kufanya mabadiliko yawe endelevu bila kumtegemea rais mmoja hayakufanyika. Na kuhusu katiba mpya, mchakato ulikuwa umeanza kabla yake, haukuwa kipaumbele cha utawala wake. Halafu tarehe 17 Machi 2021 Magufuli akafariki ghafla. Tanzania ilikumbushwa ukweli mmoja ambao demokrasia yoyote inapaswa kuujua. Kiongozi huja na kuondoka, ila taasisi zinapaswa kubaki. Samia Suluhu Hassan akawa rais kwa mujibu wa utaratibu wa katiba, na kilichofuata kinatupa somo muhimu zaidi. Mwanzoni mwa utawala wake kulikuwa na dalili za kufunguka kwa nafasi ya kisiasa. Baadhi ya vizuizi vya vyombo vya habari viliondolewa. Wanasiasa waliokuwa uhamishoni wakaanza kurejea, wote tunajua, wakina Lema, wakina Lissu wakarejea. Mazungumzo na upinzani yakaanza. Na mwaka 2023 zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa lililoanza wakati wa Magufuli likaondolewa. Samia pia akaweka mbele falsafa yake ya 4R: reconciliation, resilience, reforms and rebuilding. Kwa muda hatua hizi zilileta matumaini kwamba Tanzania ilikuwa inaanza kufungua tena nafasi ya kisiasa na kuimarisha demokrasia yake. Lakini mwelekeo huo haukudumu. Katika miaka iliyofuata, mikutano na shughuli za upinzani zikaanza tena kukumbana na vizuizi na ukamataji na upoteaji. Vyombo vya habari vikaanza tena kukumbana na vizuizi. Na tulipofika kwenye uchaguzi wa 2025, yani 2025, hata Umoja wa Afrika ulisema kwamba hatua za mwanzo zilizokuwa zimepanua nafasi ya kisiasa zilikuwa za muda mfupi. Sasa hapa elimu raia, swali letu si Magufuli alikuwa bora au Samia alikuwa bora. Hilo sio swali letu. Hilo ni swali jingine kabisa. Swali letu ni kwa nini mwelekeo wa kisiasa unaweza kubadilika kiasi hicho pale kiongozi anapobadilika, au hata pale kiongozi yule anapobadilisha mwelekeo. Na hapo ndipo tunarudi kwenye taasisi. Kama uhuru wa vyombo vya habari unategemea rais kuamua kuufungua, kama mikutano ya kisiasa inaweza kuruhusiwa leo na kuzuiwa kesho, kama nafasi ya upinzani inategemea utashi wa aliyeko madarakani, basi tunaweza kuuliza, je, tumebadilisha mfumo au tumebadilisha namna mtu anayesimamia mfumo anavyoutumia? Hapo ndipo tofauti kati ya kiongozi mwenye nia ya mageuzi na taasisi zinazolinda mageuzi inakuwa muhimu. Kwa sababu nia ya kiongozi inaweza kubadilika. Kiongozi mwenyewe anaweza kubadilika, anaweza akafariki, lakini mageuzi yaliyowekwa ndani ya katiba, sheria na taasisi imara yana nafasi kubwa zaidi ya kuendelea hata watu walioko madarakani wanapobadilika. Demokrasia imara haiwezi kutegemea tu nia njema ya aliyoko madarakani. Na kuna jaribio rahisi sana la kutathmini swala hili. Ikiwa unadhani Magufuli alikuwa kiongozi bora na aliamini namna alivyotumia madaraka yake, basi jiulize, je, ungependa kila rais atakayekuja baada yake awe na madaraka yale yale hata kama umuamini? Kama jibu lako ni hapana, basi tayari umeanza kuona kwa nini taasisi ni muhimu kuliko mtu. Sasa turudi kwenye tukio la sasa. Nchimbi anaondoka. Swali la kwanza linaweza kuwa, nani anakuja? Lakini baada ya yote tuliyozungumza hapa elimu raia, pengine swali muhimu zaidi ni mtu huyo ataingia ndani ya mfumo gani? Atakuta mfumo gani tayari upo ili aweze kufanya kazi? Na hapa ndipo kauli ya Nchimbi kuhusu katiba mpya inaporudi kuwa muhimu. Wiki chache kabla ya kutangaza kujiuzulu, Nchimbi aliwataka Watanzania kupigania katiba mpya. Sasa nirudie tena, hatujui kama kauli hiyo ina uhusiano wowote na kuondoka kwake, lakini kauli yenyewe pia inastahili kutufikirisha. Nchimbi alipowaambia Watanzania wapiganie katiba mpya, yeye hakuwa mwananchi wa kawaida aliyekuwa nje ya mfumo wa madaraka. Alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunaweza kuuliza, kwa nini mtu aliyekuwa na nafasi hiyo aliwataka wananchi wapiganie katiba mpya? Je, kauli hiyo ilikuwa
ujumbe kwa wananchi tu, au ilikuwa pia ishara kwamba hata ndani ya chama na serikali kulikuwa na vikwazo, kutokukubaliana au ukosefu wa utashi wa kisiasa kuhusu katiba mpya? Na kama viongozi waliokuwa katika nafasi za juu kabisa za madaraka waliona katiba mpya ni muhimu, ni nini kilichozuia au kinachozuia swala hilo kusukumwa kupitia chama, serikali na bunge? Ni maswali yanayostahili kuulizwa, ni maswali muhimu. Na kuna swali jingine, kama mabadiliko yanahitaji wananchi kupigania, hata pale baadhi ya viongozi wa juu wa serikali wanaposema wanayaunga mkono, hiyo inatuambia nini kuhusu mahali ambapo nguvu ya kuzuia au kuwezesha mabadiliko hayo ipo? Lakini tusifanye kosa lile lile tulilozungumzia mwanzoni. Masuala haya hayathibitishi kwamba Nchimbi aliondolewa au ameondoka kwa sababu ya katiba mpya. Yanatutaka tuchunguze kwa makini zaidi. Nani ana uwezo wa kusukuma mageuzi ya mfumo? Nani ana uwezo wa kuyazuia na kwa nini? Na bila kujali Nchimbi alikuwa na maana gani aliposema pigania, hoja moja inabaki. Kuondoka kwa Nchimbi hakufanyi hoja ya katiba mpya iondoke. Nchimbi anaweza kuondoka, makamu mwingine anaweza kuja. Rais anaweza kumteua, bunge linaweza kumthibitisha, serikali ikaendelea kama kawaida. Lakini mwananchi anayesubiri mageuzi bado anaweza kuuliza, katiba mpya iko wapi? Mageuzi ya uchaguzi yako wapi? Uhuru wa kisiasa uko katika hali gani? Uhuru wa vyombo vya habari uko katika hali gani? Uwajibikaji kuhusu yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana uko wapi? Na muhimu zaidi, je, mazingira yaliyosababisha mgogoro wa uhalali baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 yamebadilika? Au tumebadilisha tu mtu ndani ya mfumo ambao wenyewe haujabadilika? Kwa hiyo katika siku zijazo, sikiliza taarifa, soma habari, fuatilia nani anateuliwa kuwa makamu wa rais, fuatilia bunge litakavyoshughulikia uteuzi huo, na kama ushahidi mpya kuhusu sababu za kuondolewa kwa Nchimbi utatokea, tuuchunguze, tuutathmini. Lakini zaidi ya yote, usiruhusu majina ya kufanye usahau taasisi. Usiruhusu tukio moja likufanye usahau mchakato mzima, na usichukulie mabadiliko ya watu kuwa ushahidi wa mabadiliko ya mfumo. Nchimbi amejiuzulu. Hilo ni tukio kubwa la kisiasa nchini Tanzania. Lakini kwa mwananchi anayefikiria kuhusu madaraka na uhalali, pengine swali muhimu zaidi si tu kwa nini Nchimbi ameondoka, bali mtu amebadilika. Je, mfumo umebadilika? Mpaka tutakapojaliwa tena, naitwa Rungwe Mtete. Hii ni Elimu Raia. Kabla ya kuwa na maoni, lazima kwanza tuelewe dhana. Kujua ni kuchagua.